Sahau swala la mtoto wako kuongezeka uzito kama hapendi kula. Ataongezeka uzito baada ya kuwa umetatua changamoto yake ya kutokupenda kula na akawa na hamu ya kula. Sikiliza, hakuna mwili unaojengwa kwa tofali wala kwa kokoto. Miili yetu inajengwa na virutubisho vya kawaida kabisa ambavyo tunavipata kwenye vyakula tunavyokula kila siku. Sasa ikiwa kama mtoto hapendi kula, mtoto anakosa hamu ya kula, manake ni kwamba mwili wake utakosa virutubisho ambavyo vingeenda kumjenga na kuweza kumsaidia katika hatua zake za ukuaji na aweze kuwa na mwendelezo mzuri wa ukuaji. Na tambua tu ya kwamba ikiwa kama mtoto hapendi kula na unaona uzito wake unapungua, tambua ya kwamba kwa nje unachokiona ni mwili kupungua kwa mtoto, lakini pia tambua ya kuwa hata uwezo wake wa kufikiri, kwa maana ya uwezo wake wa akili na afya yake ya ubongo pia huwa inaugua. Sasa na ndipo ambapo unaweza ukakuta mtoto baadaye hafanyi vizuri darasani na ukaanza kujiuliza ya kwamba inakuwaje, mtoto, mbona mimi mwanangu hafanyi vizuri darasani? Ni kwa sababu pindi alipokuwa anasumbua kula au alipokosa hamu ya kula, alikosa vyakula na virutubisho pia ambavyo vingeenda kujenga na kudumisha afya yake ya ubongo na akili, na ndio maana mtoto hafanyi vizuri darasani. Kwa hiyo sasa usipuuzie swala la mtoto kutokupenda kula au swala la mtoto kukosa hamu ya kula, na badala yake unapaswa kujikita kuhakikisha kwamba unamsaidia huyu mtoto ili aweze kupata hamu ya kula na apende kula, na hatimaye atakuwa na hatua nzuri za ukuaji na atafanya tu vizuri darasani. Kama una mtoto ambaye anapitia changamoto ya namna hiyo, tunaweza tukawasiliana nikakupatia ushauri pamoja na tiba itakayoweza kumsaidia mtoto wako. Kumbuka ya kwamba mtoto mwenye afya ni ushindi wa familia, na unapomtunza leo, yeye atakutunza kesho.